Hebu jaribu kutafakari. Umelala, unaamka asubuhi, mikelele kibao, njoo uone, njoo uone. Ile utoke nje unamkuta mwanao, binti yako amevalia mavazi ya kiganga. Yaani unajua toto limeenda shule, kumbe toto limekula pamba za kiganga na liko tayari kwa ajili ya kazi ya uganga. Haya, sasa twende mwanzo wa huu mzigo, alafu ndo utajua maswaibu gani tena yamemkuta mtoto mpaka toto linavalia mavazi ya kiganga. Changamoto iko wapi? Shida ni nini? Sasa mzigo unaanza ni kunako nyumba moja hivi ya kishua. Ndani ya nyumba hiyo kuna mzee, na ndani ya hiyo nyumba mzee anamiliki chama lake la wachawi. Yaani hawa ni wana ambao wao wanapata pesa katika mazingira ambayo wewe huwezi kuelewa, sio utafutaji huo wa kawaida unaotafuta. Yani pesa ni nyingi kiasi kwamba hata kutoa bilioni ukampa mtu zawadi kawaida tu, unaweza ukatoa bilioni tu kawaida tu, hakuna kinachosumbua. Lakini wana ndani kwa ndani, baadhi ya vitu wanavyovifanya ni pamoja na kafara. Na leo kuna mwanamke alikuwa anatolewa kafara, analia, kweli mume wangu, usiniue, usinifanyie hivi, lakini mbona tulikuwa na mipango mingi, ndoto zilikuwa nyingi, lakini haikusaidia chochote. Wana wakamchoma mkuki, yule mwanamke akawa amegeuka kuwa kafara. Ndo maisha waliochagua, ndo namna ambavyo wao wameamua kusherekea haya maisha. Sasa mzee kulivyokucha asubuhi, ambaye tulimuona jana akimtoa mtu kafara kunako chama lao usiku, asubuhi yake kuna wakina mama wanakuja kumpa pongezi kwa sababu amekuwa na msaada mkubwa sana. Yaani hawa wakina mama wakiwa na changamoto yoyote, wakija kumcheki mzee, amekuwa akisovu sana matatizo yao. Kwa hiyo wakina mama wanaona mwamba amekuwa msaada kweli, na mwamba akija kusifiwa hivyo anagawa pesa, kina mama wanapewa pesa, wanafurahia, wanaondoka, hawajui hizo pesa zinavyopatikana na zinakotoka ni wapi. Sasa kuna mama mmoja naye akaja na mwanaye. Mama anakuja kulia kwa mzee, anasema, umekuwa kimbilio letu sana sisi akina mama, hususani sisi wanawake wajane hapa kijijini, na wewe ndio umekuwa ukitusaidia. Mwanangu kamaliza chuo, ajira imekuwa ni ngumu kweli, nilikuwa naomba umsaidie mwanangu apate kazi. Mzee akamwambia, usipige magoti, hivi vitu ni vya kawaida jamani, tunasaidiana. Dogo, CV yako iko wapi? Dogo akaleta mavyeti na kila kitu akampa mzee. Mzee akamwambia, sitaki kukuahidi, lakini naomba ujiandae, kesho majira kama haya huenda ukawa tayari umepata jambo la kufanya, kwa sababu sisi ni watu wakubwa, tunajuana na watu wakubwa, naamini hili haliwezi likawa gumu. Mama alifurahi kweli na kaona mzee anaenda kumsaidia mwanaye. Tatizo la ajira limekuwa ni changamoto kweli, kupitia huyu mzee huenda likatatuliwa. Mzee kachukua CV ya yule dogo akapanda nayo ndani. Alivyopanda ndani kunako chumba chake cha siri, akaingia mle ndani tulikoona jana usiku walikuwa wakimtoa mtu kafara. Alivyoingia mpaka humo ndani, oya mzee, hii CV sijui kaifanyia kitu gani, ameifanyia uchawi. Dogo akiwa anatembea, ghafla alikuwa kama anachomwa na mionzi, akapata mshtuko, akadondoka chini, akapoteza maisha pale pale. Watu wenye pesa ni wabaya sana. Yaani maana yake, tafsiri yake, dogo anaenda kutumika na huyu mzee kwenye masuala yake ya kichawichawi. Maana dogo ametokea kunako kilinge na mzee anacheka, anasema, kijana, nimeangalia CV yako, nimeona una CV nzuri sana, una akili sasa kaa humu ndani, akili zako zifanye kazi humu ndani. Haya, sasa ukisikia wabaya watu, hawa ndo wabaya watu. Sasa kunako hii familia nyingine, haka katoto kanabebwa kanapelekwa kwa bibi yake. Huyu dada anamwambia mdogo babake, baba, kwa nini lakini mdogo wangu hataki kwenda? Kwa nini mnamlazimisha? Dogo analazimishwa, ni lazima ataondoka, ataenda kwa bibi yake. Likizo hizi lazima watoto mwafundishe kwenda kusalimia bibi zao vijijini, wasizoe tu kukaa mijini, hawajui asili yao ni wapi. Dogo alikuwa hataki, lakini imembidi abebwe apelekwe, maana hana namna yoyote, anaweza akakataa. Mzee ameishaamua. Sasa leo mzee akiwa amekaa kwenye hiki kiti, ambaye ndo kiongozi wa hili chama, hali yake ilionekana kuwa dhaifu sana, na akawa anawaambia, mimi nimekuwa dhaifu sana na wakati wangu tayari umeisha. Natakiwa niende nikaungane na mizimu ya mababu zetu, na mimi nigeuke kuwa mzimu wa mababu zenu, mniabudu kama tunavyoabudu. Sasa atakayeshika kiti changu si mtu yoyote kati yetu, ila atakishika mwanangu. Yeye ndo atakaye kuja kushika madaraka yangu. Kwa mjiandae kwa ajili ya utawala mpya, na hata kama sitokuwepo, basi itabidi mumpe ushirikiano. Kulivyokucha asubuhi, mzee hali yake imezidi kuwa mbaya, akampigia mwanae simu. Mwanae akaenda mbio mbio mpaka kwa baba yake, ajaribu kumtizama baba yake, asikie baba yake ana changamoto gani, kwa nini amemuita, kunani huko. Alivyofika kweli, akaikuta hali ya afya ya baba yake si nzuri.
aliwaita watoto wake wote. Mzee ana watoto watatu, wa kike wawili, wa kiume ni huyu peke yake. Wote wakazungumza na baba yao, na baba akawaambia kabisa wazi kuwa yeye muda si mrefu uhai unaweza ukamkataa, kwa hiyo huenda asiwepo kwenye haya maisha. Na mzee akawataka hawa mabinti watoke, anataka aongee na kakao, wanaume wazungumze. Mzee kwenye kuzungumza na mwanaye, dogo hakuwa anaelewa stori ambazo baba yake anampa, kwa sababu alikuwa anamwambia kuhusiana, sijui kuna chama, mara hilo chama sijui inatakiwa. Mzee akufunguka, ni kama alikuwa anamzunguka dogo, hakumwambia dogo amuelewe kuwa kuna kiti inabidi dogo akilithi kile kiti. Bwana we, muda si mrefu wana wako huko chumbani, wanakuja sitting room, wanamkuta mzee amekata moto. Lakini baada ya mzee kukata moto, yalitokea mauzauza ya ajabu ajabu kweli humu ndani, kiasi kwamba mpaka hao watoto wakaogopa. Maana baba aligeuka kuwa na sura mbele, upande mmoja kama kapakwa rangi nyeusi, upande wa pili ni yeye. Watoto waliogopa, vioja vilikuwa vingi, maana picha ya mzee ukitizama inatoa machozi ya damu. Hawa wakaona mbona kama haya mambo yanakuwa ni mengi sana, nini kinachoendelea sasa? Upande wa pili, mtoto kaishafikishwa kwa bibi yake. Alivyofikishwa kwa bibi yake, mtoto alikuwa hataki kabisa hata kula, kwa sababu ametoka mjini alafu analetwa huku anakula mlenda. Mazingira ni magumu kweli. Dogo akaona mbona mazingira ni magumu sana. Kwa nini lakini nimeletwa huku? Nimekuja kufanya nini? Alafu wewe bibi, mbona uko hivi? Yaani kwa nini wewe uko hivi? Hakuna mtu yote anayekuja hapa kwako, watu wanakukwepa. Wewe una nini kwani? Bibi anasema watu wananikwepa kwa sababu ya maisha niloamua kuishi. Nimeamua kunyooka. Ulimwengu umepindapinda sana. Huu ulimwengu hauna watu walionyooka. Ulimwengu una watu wanakona kona sana, lakini mimi nimenyooka. Kwa hiyo watu wenye kona wote ni lazima wanikwepe mimi, hawawezi kunisogelea kabisa. Dogo anasema lakini mimi sielewi hiki ni nini. Dogo anaambiwa kula, hiki ndo chakula ambacho sisi tunakula huko. Misheni gani imemleta huyu mtoto kwa bibi yake hatujui, lakini kinachoendelea kwenye familia yake na huyu mtoto huku alikotolewa ni baba yake ameingia kwenye sekeseke kubwa la babu yake, maana babu ndo alikuwa mshirikina mwenyewe. Na changamoto kubwa ambayo ipo kwa babu ni kwamba babu ameshafariki na inatakiwa dogo akilithi kiti cha baba yake. Namna ya kukilithi kiti cha baba yake inakuwa ngumu, kwa sababu wale wengine wanachama wameanza kumtokea dogo na wanamwambia anatakiwa yeye ndo awe kiongozi wao. Baba amekiacha kiti, inabidi Mwamba ndo akakikalie. Mwamba akawa anazidi kugoma, akigoma baba anamtokea. Baba akimtokea anakuja anamwambia Mwamba afanye vyovyote iwezekanavyo kwa ajili ya baba yake, yeye ndo aende akakalie kile kiti, kwa sababu pengo la baba linaonekana na wakuliziba pengo la baba ni mtoto, na mtoto hana sababu yoyote ya kukataa. Kwa nini anampinga mzee wake? Mtiti unakuwa ni mtiti kweli humu ndani. Kesi ilikuwa ni kubwa kweli, watoto wakaafikiana kuwa wasikubali kabisa kufanya vitu vya ajabu. Kama babao alikuwa ni mshirikina anafanya vitu vya ajabu, hiyo haiwahusu wao na hawatashiriki kabisa kwenye hii dhambi ambayo baba alikuwa akiifanya. Sasa Mwamba baada ya kukomaa na kugoma kabisa, leo akiwa amelala usiku akajiota yupo kunako chama moja, wamevalia mavazi meusi, alafu yeye ndo kiongozi analiendesha lile chama. Mwamba akashtuka kutoka usingizini. Binti mauzauza akaendelea kuwa humu ndani mengi, na baba akawa anamtokea na anajaribu kuzungumza naye. Binti anaogopa, anakimbia, anakuja kumwambia dada yake. Dada naye akashuka huko sitting room. In short, mauzauza humu ndani hayakuisha, yaliendelea kuwasumbua. Mabinti wakaamua kuafikiana kama vipi, kama ikiwezekana ni bora kuliko kuikimbia nyumba, kukimbia urithi. Unauachaje urithi? Nyumba kubwa kitajiri kama hii, ni bora waende kwa mganga ili mganga wasaidie kumaliza hili sekeseke linaloendelea humu ndani. Wanamwamini huyu mganga ana nguvu. Wakaja kumwambia mganga, akawaambia sio rahisi, lakini ondokeni nyumbani, nitatafuta namna ya kufanya. Wanaondoka, wanafika nyumbani, mganga akaishafika. Yani wao walipanda daladala, ila mganga yeye alipanda ungo akafika hapa, na mganga akaanza kufanya ujureba zake, na akawaambia kila kitu kimekaa sawa, na humu ndani hakika hii nyumba ile mizimu haitatokea tena kuwasumbua. Sasa mama, imefika wakati likizo zimeisha, anakuja kumchukua mtoto amrudishe nyumbani, lakini cha ajabu ni kwamba mtoto amegoma, hataki kurudi nyumbani. Mama anasema lakini mama, wakati umeisha, inabidi huyu mtoto arudi. Mama anamwambia binti hataki kuondoka. Kwa nini unamlazimisha mtoto kuondoka wakati amekwambia hataki kuondoka? Mama anapanda kwenye gari, awasha gari iondoke, gari ikagoma kuwaka. Wachawi wana mambo yao. Gari lilivyogoma kuwaka,
Mama anamwambia binti aondoke, asikii kumwangalia mama machoni. Mama anatoa mionzi, huyu mama ni mchawi. Bidada alikuja akafungua gari akasepa haraka. Haka katoto kanakaa chini ya utawala wa huyu mama, na mama mwenyewe ni mchawi. Haka katoto ni lazima na kenyewe katajifunza maswala ya uchawi. Baba anapigiwa simu aje nyumbani kwake. Kufika ndani anamkuta binti yake mkubwa ameukata moto. Hii familia ndio yule mdogo alikuwa anarudishwa aletwe, kumbe alikuwa anakataa kuja kwa sababu anajua huku kuna matatizo yanaendelea. Tayari ndugu yake ameshakata moto, yeye angekuja na yeye nini kingemkuta? Ikabidi wamchukue yule alokata moto wakamleta mpaka kwa mganga. Mganga akasema kinachomtesa huyu mtoto ni mizimu ya baba yako. Umekataa kushika kiti cha baba yako, ndo maana wanajaribu kukupa ambush ili uone hivi ni vikali, ili uamue kujiunga nao ushike madaraka ambayo baba yako alitaka uyashike. Mwamba anasema hayuko tayari. Mganga akasema ili mwanao apone, hebu kakojoe huko, lete mkojo tumnyweshe. Kabidi baba aende akakojoe huko, alete mkojo, mtoto anyweshwe, hiyo ndo tiba. Baada ya kunyweshwa akarudi kwenye fahamu, akabebwa kwenye gari, akaambiwa mrudisheni nyumbani. Baada ya muda hii rangi nyeusi itaanza kuondoka yenyewe tu. Lakini sasa ngoma hii imekuwa ni ngumu sana. Mwamba anaona mbona kama matatizo yanakuwa ni magumu, nifanye kitu gani? Nifanyeje? Nikubali? Mizimu inamtokea inamletea moto, Mwamba anagoma. Mimi siwezi kukubali kabisa. Anaambiwa kama hautakubali basi ujue mateso yatakuwa upande wako mpaka hautaamini. Kweli Mwamba kwa kuwa ametokewa na amegoma kurudi ndani, mwanae alikuwa na afadhali, lakini akamkuta mwanae amekata moto. Tayari mtoto ameshafariki kwa sababu ya baba amegoma kushika madaraka. Bibi anamwambia mtoto, wakati wako sasa wa kuondoka umefika. Muda alokufuata mama yako haukuwa wakati sahihi, lakini huu ndo wakati sahihi. Unatakiwa uondoke ukamsaidie babako. Mtoto anauliza unamaanisha nini? Dogo anageuka huku nyuma ya nyumba, kuna mbuyu mmoja hivi, anashangaa mbuyu umezungushwa vitambaa vyeupe. Sasa kusogea kwenye ule mbuyu anamkuta bibi yake amekula pamba nyeupe. Dogo akamwambia, hey bibi, mbona sikuwahi kukuona hivi? Kwani wewe ni nani? Bibi anamwambia, wakati wako umefika. Huu ndo wakati wako, na mimi nimeamua kujidhihirisha kwako ili unijue. Mimi ndo huyu unayemuona. Kumbe bibi bwana ni mganga. So anamwambia dogo inatakiwa arudi nyumbani aje kumsaidia baba yake. Yeye atamuongoza, atakuwa naye kiroho, lakini kimwili atakuwa binti, na atakuja kwa ajili ya mission ya kumsaidia baba yake, kwa sababu baba yake yuko kwenye matatizo na familia yake. Na binti kweli akakabidhiwa usinga, akala pamba kama za bibi. Huyu hapa yuko tayari kwa ajili ya kuja kumsaidia baba yake changamoto ambazo anazipitia za kulazimishwa kuingia kwenye chama ambacho hakitaki. Mabinti, mganga wa kwanza alichemka, ameenda kumleta mganga wa pili aje asaidie, maana humu ndani kama kuna kwa moto sana. Mganga wa pili amekuja naye kupiga ujuleba, akasema nafsi ya baba yenu aliyefariki bado inaishi humu ndani. Mwili ndo mmezika, lakini nafsi yake ndo inaowasumbua, bado inazunguka, kwa sababu inamtaka kaka yenu aende akashike madaraka peke yake. Ndo kitu pekee ambacho kinasumbua. Endapo kama kaka yenu atakubali kwenda kushika madaraka, basi ujue kabisa hizi kesi zote zitaisha. Wanarudi chumbani, wanamkuta mdogo wao wa mwisho, na yeye lile tatizo limemkuta, na yeye kalambwa rangi nyeusi upande mmoja, upande mwingine sura yake inaonekana na tayari amepoteza maisha. Wanakuja huko sitting room, wanawakuta wale waliokuwa wanachama wenzao na babao, na wanasema kama hamtakubali basi mtaendelea kupitia changamoto mpaka mtaisha, mpaka pale ambapo mtakubali kuwa chini ya hili chama, mtakubali kuja kuliongoza chama, maana madaraka yameachwa mikononi mwenu. Mwamba anashangaa tena sitting room, anamkuta dada yake naye kadondoka. Mchizi kabidi aje kwa mganga, apige magoti, anasema nimefika mwisho, nashindwa kuwakimbia hawana, wananiletea matatizo kila upande. Yaani ni kwamba wananitesa mpaka sijui nini nifanye na nini niache. Mganga akamwambia aondoke, atalifanyia kazi, lakini bado. Mwamba anafika nyumbani, anashangaa babake kamtokea, amekaa hapa, anamwambia Mwamba hawezi kukikimbia kimvuli chake, hafanyi vyovyote atakavyo, hakikishe ni lazima aje awe kiongozi kwenye lile chama. Huku mtoto tayari ameshaandaliwa kwa ajili ya kuja kumsaidia baba. Baba tayari ameshapigwa rangi kama wenzake wanavyopigwa rangi, na ukichapwa hii rangi manake ni umauti unakutembelea. Sasa inakuwa vipi? Baba anataka kufa na anasema hata kama nitakufa sasa hivi, kukubali kujiunga na hili chama ni ngumu. Sitakubali, siko tayari mimi kuwa na hili chama. Mama ameenda kumfuata mtoto amrudishe tauni, anashangaa mtoto kala usinga, kavaa mavazi ya kiganga, kaona
na mtoto anaongoza njia, anakuja kumsaidia baba yake. Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza, tukutane sehemu ya mwisho, alafu ndo tutajua dogo alibahatika kuja kumsaidia baba au alifika akamkuta baba amekufa, au baba alivyoona anataka kufa aliamua kujiunga tu na lile chama ili na yeye awe mwanachama tu. Kwa nini ufe? Kwani hilo chama linakufanya kitu gani? Si bora ujiunge tu, ishi maisha yako kuliko kutaka kufa tu kwa vitu visivyoeleweka. Bye bye, tukutane kati